msilale, lale lale ndo kwanza kumekucha, bado mapambano vijana msilale, lale lale ndo kwanza kumekucha, bado mapambano vijana msilale, lale lale ndo kwanza kumekucha, bado mapambano. Asante TRA kwa kuwezesha safari ya Dodoma katika wakati ambapo punde hivi kama mambo yatakwenda kama yalivyopangwa na kustahili, na pia Mungu kujalia, jina la Jordan Rugimbana pamoja na Paul Makonda litaingia katika historia kubwa hapa Tanzania, kwa mji mkuu Dar es Salaam sasa kuhamia Dodoma. Itashuhudia viongozi hawa wakibadilishana kutoka mji mkuu Dar es Salaam hadi mji mkuu Dodoma. Mimi mwenyeji wako Marina Hassan Marini nitakuwa na wewe hapa kwa takriban saa moja hivi katika safari ya Dodoma. Safari ambayo imeanza kusikika mbali zaidi, na tumeanza kuwasikia wengi viongozi waandamizi na wa ngazi ya juu katika utawala wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Huyo hapa baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Sasa nataka kutumia mfano wa karibu zaidi, mtanuia radhi. Butiama ni kijiji cha ujamaa. Kabla wananchi wa sehemu ile kuamua kujenga kijiji cha ujamaa, ikawa mimi na kaka yangu tumejenga. Mimi na kijumba changu si kikubwa, lakini kizuri cha kudumu. Na bi mkubwa wangu naye nimejaliwa nikamjengea cha kwake. Kaka yangu alitangulia, ana kijumba chake cha kudumu na kikubwa zaidi kuliko changu, na kwa sababu mwenzangu ana wake wengi, kila mkewe kamjengea kijumba cha kudumu. Shughuli hizo tumezimaliza kabla wananchi wa eneo la Butiama kuamua kujenga kijiji cha ujamaa. Baadaye wameamua wajenge kijiji cha ujamaa na wakaamua wapi wajenge. Kwa bahati njema, ingawa eneo la kijiji ni kubwa, waliamua kujenga kijiji katika eneo lile lile ambalo mimi na kaka yangu tulikuwa tumekwisha kujenga. Lilikuwa ndilo la katikati zaidi. Nasema bahati njema kwa maana kama wananchi wale wangeacha pale tulipojenga wakachagua mahala pengine, nina hakika kabisa kuwa mimi na kaka yangu tungebabaika. Tungebabaika sio kwa sababu tunapinga vijiji, lakini kwa sababu ya vijumba vyetu hivyo. Na vijumba tu, maana hatuna mashamba. Mimi na kaka yangu tulikwisha kuendelea, lakini maendeleo hayo yangekuwa ni kipingamizi au mgogoro katika kuamua kuchukua hatua za maendeleo makubwa na ya maana zaidi kwetu sisi na kwa wenzetu pia. Sababu hizo zinafanana na hizi za kubakia Dar es Salaam. Kama tungekuwa hatuko Dar es Salaam na kuingia gharama nyingi kupajenga, tusinge sita kujenga makao makuu mahala pa katikati zaidi. Lakini tuko Dar es Salaam, tumepajenga na hatuna pesa nyingi, kwa hiyo tuna wasiwasi.
Hapa studio ninaye mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda, tayari kuiwaga serikali kutoka jijini Dar es Salaam. Karibu na asante kwa kuwa mgeni wangu usiku huu. Asante sana. Naam, na pia ninaye Jordan Lugimbana, mkuu wa mkoa wa Dodoma, tayari kuikaribisha serikali. Asante sana. Na tuanze kwako mheshimiwa. Safari ya Dodoma, serikali inakuja Dodoma, mmejipangaje? Asante. Kwanza nishukuru kwa nafasi hii ya kuwa nami katika kipindi hiki, na nimshukuru sana pia mwenzangu Mheshimiwa Makonda kwa kunialika na kupenda kushirikiana nami katika kuzungumzia swala hili ambalo kama ulivyosema la kihistoria, lakini sasa linapata nafasi ya kipekee ya kutekelezwa. Nitazungumza kwa ufupi sana katika maeneo yafuatayo: utayari, lakini fursa na changamoto kidogo zitakazokuwepo, lakini pia na nafasi yetu kama Dodoma kwa maana ya wananchi wenyewe wa mkoa wa Dodoma. Utayari, bahati nzuri kama ulivyosema na hata kama ambavyo umetokea hizi salamu za mwalimu, swala na uamuzi wa kwenda Dodoma ulifanywa siku nyingi, miaka karibu 40, na kila awamu ya serikali iliyopita kwa namna moja au nyingine iliweza kutimiza wajibu wake katika kuona namna ya kuharakisha kuhamia Dodoma. Hiyo ndio imempelekea sasa rais wetu John Pombe Magufuli kuna hakuna sababu tena ya kuendelea kubaki katika maeneo mawili yakiwa yote ni makazi kwa serikali. Kwa hiyo akaamua sasa ni wakati mwafaka wa kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi ili kuweza kuhamia Dodoma. Utayari ni kwa maana ya kwamba kwa maana ya serikali kwa sasa watakuwa wamekaa katika eneo lililoko ndani ya manispaa ya Dodoma, na kwa maana hiyo sasa majengo yatakayohitajika kwa maana ya ofisi za serikali na kwa maana pia makazi ya watumishi, serikali inaweza kuhamia Dodoma kwa 70%. Utakumbuka kwamba Mheshimiwa Waziri Mkuu aliunda tume ambayo alinipa jukumu kama mkuu wa mkoa kusimamia na kumpa taarifa ya namna ambavyo sasa serikali inaweza kuja. Tumekamilisha hilo zoezi na taarifa nayo, na nafurahi kusema kwamba sasa serikali inakuja Dodoma kwa sababu mazingira yanawezeka. Lakini sio hilo tu, katika maeneo ya miundombinu, inapokuja umeme, Dodoma tunajitosheleza na tuna ziada. Inapokuja ishu ya maji, Dodoma tuna hali nzuri. Inapokuja usafirishaji ama usafiri kwa ujumla, kipekee ni mshukuru sana Mheshimiwa Rais. Alikwisha fanya maamuzi hata ya kuongeza uwanja wa ndege wa Dodoma. Lakini sio hilo tu, nyinyi wenyewe ni mashahidi, amekwisha fikia maamuzi sasa na serikali ya ndugu zetu wa China. Wanaanza kutengeneza reli yetu ya kati kuwa ni standard gauge. Kwa maana hiyo sasa hali hiyo ya usafiri sio mbaya. Dodoma, kutoka Dodoma Dar es Salaam ni lami. Kutoka Dodoma kwenda Iringa ni masaa 3, kwenda Mbeya ni lami. Dodoma kwenda Arusha, kwenda Singida kote ni lami. Kwa maana hiyo kiusafiri pia tuko vizuri sana. Lakini pia katika mfumo wa namna tunavyoweza kuipokea serikali bila ya kuwa na changamoto katika masuala ya elimu, tumeweka mfumo namna ya kupokea watoto watakaofuatana na wazazi wao na namna watakavyoweza kuingia katika shule ambazo zitakuwa pale Dodoma. Hali ya madarasa ni shwari, sasa tuna madawati na japo tuna mikakati ya kuongeza idadi pia ya majengo ya madarasa. Lakini kiafya, Dodoma tuna hospitali ambazo zina uwezo. Tuna vitanda karibu 900 ambapo ni kiwango cha shirika letu la afya duniani. Ukiacha tu hilo, tuna hospitali ya rufaa pale mkoa, lakini pia tuna hospitali ya Benjamin William Mkapa ambayo uwezo wake ni sawasawa na hospitali yetu ya Muhimbili kwa maana ya uwezo wa kutibu magonjwa mbalimbali. Kifupi niseme kwa Dodoma utayari, serikali inaweza kuhamia sasa Dodoma. Naam, mwenye serikali yake Dodoma anakiri mbele ya Watanzania hapa kwamba Dodoma iko tayari kwa ajili ya kupokea serikali. Amezungumza jambo moja zuri sana gavana wa Dodoma au tunasema RC wa Dodoma hapa kwamba uwanja wa ndege wa Dodoma umetanuliwa. Na nikumbusha jambo moja, tumezoea kuona kwamba ndege aina ya Boeing zinanunuliwa na vitu kama hivi. Serikali katika kukuza sekta yake ya usafirishaji, Dr. John Magufuli yeye amekuja na hii inaitwa Bombardier. Bombardier ndio ndege ambazo zinatarajiwa tarehe 15 kushuka hapa nchini Tanzania zikiwahudumia wa Tanzania. Ni kubwa mithili ya Boeing na sasa ziko katika hatua ya mwisho pale Canada. Kwa wale wanaofuata karibu mwenendo wa diplomasia na siasa za nchi hii wanasema ndo twiga amefufuliwa kutoka porini hivi sasa kwa hizi Bombardier ambazo tunazitaraji kuziona hivi karibuni. Mheshimiwa Paul Makonda, wengi wanadhani kwamba jiji la Dar es Salaam litapoteza hadhi yake
Hapana, kwa sababu jiji hili lilitengenezwa kwa mambo makubwa mawili. Moja ni jiji la kibiashara ambao rais wetu Dr. Magufuli kila mara anaitamka kwamba ni jiji la kibiashara. Jiji ambalo kwa namna moja au nyingine ukitaka pesa unajua kabisa kwamba lazima uje Dar es Salaam. Lakini la pili na hapo ndio walipowaza watu. Lakini la pili kwa sababu ya kutumika kwa muda mrefu. Makao makuu watu ukiingia kwenye mtandao ukigugu makao makuu ya Tanzania ni Dodoma. Sio kama makao makuu ya Tanzania Dar es Salaam, ni Dodoma. Sema makazi yalikuwa yanatumika sana Dar es Salaam na kuwafanya watu wengi kuona moja kwa moja nikienda Dar es Salaam basi naweza kumkuta rais, waziri mkuu na viongozi wote wa serikali naweza kuwapata. Kitendo cha kuhamia Dodoma haina maana kwamba jiji linashindwa kufanya shughuli zake. Na lengo la rais wetu kama ambavyo siku zote anapiga kelele kumsaidia mnyonge na maskini. Anapopeleka Dodoma maana yake anasogeza huduma katikati ya nchi ambako kila mmoja anakuwa na uwezo wa ku-access bila kuwa na sababu kuna watu wengine wanatumia gharama kubwa sana kutoka kule piga masafa kutoka Bukoba mpaka ufike Dar es Salaam. Lakini sasa tukiweka pale Dodoma maana yake ni karibu tu. Ila kwetu sisi bado ni lango. Ni lango kwa sababu tuna bandari. Kakaangu Jordan yapige huwa garagaza hawezi kuwa na bandari pale Dodoma. Lakini si nchi kavu ipo bwana. Na bandari yetu sisi au bahari yetu tuna advantage kubwa mbili. Acha kama chombo kama barabara ya maji kwa maana njia ya usafiri ya kusafirisha mizigo kutoka mataifa mengine kwa kutumia maji, lakini pia tunatumia bahari kama sehemu ya uvuvi. Unajua uvuvi wetu ni moja ya kipato kikubwa sana. Na moja ya historia ya rais wetu kama utakumbuka vizuri alipokuwa waziri wa uvuvi alikamata mpaka meli ambazo zilikuwa zinavua kwenye deep sea na zile meli zilikuwa zilipi kodi na baadhi ya meli zina vibali vya kuvua samaki tofauti na samaki wanaovua afu mwisho wa siku wanaotupa. Sababu bahari nao pia imegawanyika mara tatu. Kuna sehemu ambao wanakwenda watu wa kawaida wana mitumbwi, kuna sehemu tunaita economic zone ambao wanakwenda watu kama deep sea, mameli makubwa, na ile nyingine ambayo inatumika kama international sea ambao wanavua wanapita watu wa mataifa mbalimbali. Kwa hiyo sisi tuna bahari ambayo kwa namna nyingine ni sehemu ya uchumi. Lakini kama unavyofahamu pia najua kwamba rais anapambana kujenga uwanja mkubwa wa ndege kule Dodoma, lakini bado kwa miaka kadhaa bado uwanja wetu utaendelea kutumia watu wengi zaidi. Kwa hiyo nafikiri ni hofu tu ya nazaria, na ni kweli baba akiondoka hata mtoto anakuwa tuna wasiwasi, hata kama akikwachia chakula, akakwachia mlinzi na kila kitu. Bado hofu itabaki tu kama baba ameondoka. Mimi na imani tutaungana na Watanzania wengi wanaokaa Dar es Salaam. Tutaendelea kumwombea rais wetu. Atakuwa anakuja mara nyingi Dar es Salaam kuja kutuona mara kwa mara. Kwa hiyo sina hofu nalo. Kuna kitu nadhani utamisi kidogo. Sio kitu, vipo vitu vingi sana. Vitu vingi sana utamisi. Vipo vitu vingi sana. Unajua ukikaa kwenye mkoa ambao rais yupo, achilia mbali tu kwamba unafanya shughuli zao kama mkuu wa mkoa, lakini kuna vitu vingi sana vya kujifunza. Sababu mara kwa mara utakuwa na vitu unavyoviona, na ndio maana tujajua vizuri, lakini tunafikiri kakaangu Jordan atanisaidia. Inawezekana labda rais pia akaamua kwa sababu akienda mikoani huwa anazijuka kama Ikulu ndogo. Anaweza kusema Makonda labda sogea hapa kidogo Magogoni ukae hapa uendelee ni sehemu moja pia kujifunza mambo na taratibu mbalimbali. Ambayo sasa yamkini ikawa inakwenda kwa Jordan. Jordan uliwahi kuwa mkuu wa wilaya Kinondoni, moja kati ya wilaya ambayo ina watu wengi zaidi hapa nchini Tanzania. Uzoefu gani umehama nao Kinondoni na sasa unasema na upeleka Dodoma kuipokea serikali yote hapa? Asante. Ni katika kupanga fursa. Fursa moja kubwa ambayo inakuja sambamba na kuhama kwa serikali kuja Dodoma imegawanyika katika maeneo mbalimbali. La kwanza, fursa hii itagusa nchi nzima. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba ujio wa serikali Dodoma utaifanya Dodoma kuwa na hadhi sawa na jiji la Dar es Salaam. Utakubaliana na mimi kwamba katika nchi zetu nyingi zinazoendelea na katika Afrika, nenda Kenya, huwezi kupata Nairobi mbili. Nenda Angola, huwezi kupata Luanda mbili. Nenda Uganda, Kampala. Lakini tofauti na wenzetu ambao wameendelea, kwa Afrika labda ni Afrika Kusini. Kwamba Pretoria haina tofauti na Johannesburg, haina tofauti na sasa kiuchumi hilo amelifanya Mheshimiwa Rais. Private sector itapata fursa kubwa ya kuwa na majiji mawili
yenye hadhi moja, na kwa maana hiyo yatakuwa na nguvu ya kupeleka uchumi ule katika kanda zote. Sasa Dodoma inazungukwa na kanda zote. Maana yake ni kwamba kanda zote zinazunguka Dodoma zitaweza kupata fursa hiyo, ukizingatia kwamba kila kanda ina ukaribu wa aina fulani. Sasa ili iweze kutumika vizuri kwa namna hiyo, lazima tupangane. Kwa hiyo tumepanga vijana katika kuwapatia eneo lao maalum ili huduma zao zote zipatikane katika mazingira ambayo ni bora zaidi na soko kwao liwe rahisi zaidi. Lakini pia tunataka kuanzisha kituo kikuu cha biashara, commercial hub. Hii itatoa fursa kwa wafanyabiashara wote nchini kupata eneo ambalo sasa litaweza kutawanya bidhaa zao, na hili pia itaongezea uwezo mkubwa hata kwa Dar es Salaam, kwa sababu Dar es Salaam zaidi ya kulisha watu milioni 5, lakini pia itakuwa inaleta bidhaa zake Dodoma, na sio kwa Dodoma tu, kwa maana kwamba kanda zote zinazunguka Dodoma, lakini na nchi jirani ambazo zinazunguka Tanzania ambazo zinakuja Dar es Salaam. Lakini pia tumepata nafasi ya kuweka fursa ya bandari kavu. Maana yake nini? Hakuna sababu tena ya mtu kutoka Mbeya apite Iringa kuja Dar es Salaam, au Mwanza au Singida apite kuja Dar es Salaam. Tutakuwa na bandari kavu. Lakini hiyo itasaidia nini? Itasaidia Dar es Salaam. Bandari ya Dar es Salaam sasa itakuwa na uwezo mkubwa zaidi wa kuweza kuzalisha makonteina ambayo yatahamia Dodoma, na watapata nafasi nyingine ya kuweza kuongeza namna ya upakuaji. Hii yote ni fursa ambazo zitasaidia uchumi kuzunguka kwa haraka sana. Kwa hiyo kwa namna hiyo tumeweza kupangana, na huu ni uzoefu niliopata Dar es Salaam. Asante. Bila shaka tumemsikia Mheshimiwa Jordan ambaye ni mkuu wa mkoa wa Dodoma, ambaye anataraji kuipokea serikali pale Dodoma. Wanasiasa nini wanazungumza kuhusu hii? Hebu tuungane na mmoja kati ya wanasiasa wa daraja la kati, lakini anakwenda kidogo huko, Mheshimiwa Goodluck Ole Medei. Karibu sana. Jambo la kwanza, napenda nimpongeze sana Rais Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli kwa kuwa mkweli, kwa maana ya kwamba ahadi zake alizotoa mwaka jana wakati akifanya kampeni kwa sehemu kubwa ameanza kutekeleza, na kwa hivyo mimi nimeanza kupata imani naye kwamba kumbe tofauti na wengine waliomtangulia anachosema anafanya. Kwa hiyo nampongeza sana kwa dhati. Na pili, niwapongeze mawaziri wakiongozwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu kwamba baada ya Mheshimiwa Rais kutoa tamko kwamba tunakwenda Dodoma, wameanza kwa hamasa kubwa sana kujipanga kwa ajili ya kuanza kutekeleza tamko hilo la Rais. Pengine jambo ambalo tunahitaji, maana mimi niko zaidi hapa kwa ajili ya kushauri serikali, na ushauri ninaotaka kutoa ni kwamba tamko la Dodoma kwa makao makuu ya nchi lilitolewa takriban miaka 43 iliyopita mwezi Oktoba mwaka 1973 na hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na kumekuwepo na jitihada mbalimbali za kutaka kutekeleza agizo hilo, lakini kila panapobadilika uongozi kasi ya utekelezaji inapungua. Sasa ili tuepuke hilo, ushauri wangu ni kuwa tutunge sheria itakayotambua Dodoma kuwa ndio makao makuu ya nchi, na katiba tunayotaka kuitunga, katiba mpya ambayo tunakamilisha uandishi wake, itambue Dodoma na itamke kwamba Dodoma ndio makao makuu ya nchi. Baada ya kupata nyenzo hizo, kwa maana ya kupata sheria, sasa tunahitaji mpango ili Dodoma tusiende, sio kama kila idara iseme mimi nakwenda hivi, mimi nakwenda hivi. Hapana, tuwe na mpango utakao tupeleka sote kwa pamoja Dodoma, tuwe na master plan. Sasa Dodoma hii hiyo mpango huo kamambe ambao utaandaliwa kwa ajili ya kupanga taratibu za kutupeleka Dodoma, rasilimali zinazohitajika na kadhalika, uwe shirikishi, uandaliwe kwa utaratibu wa kushirikisha wadau wote muhimu. Kwangu mimi wadau muhimu sana katika mpango huu, wako wadau mbalimbali, lakini wa kwanza ni wafanyakazi. Watumishi ndio wanaotakiwa kuhama. Sasa ni vizuri tunapoandaa mpango huo tukawashirikisha, na hii sionekane kwamba ni adhabu watu kwenda Dodoma. Hapana, ni uhamisho
wa kawaida. Tatizo tu labda tofauti na uhamisho wa kawaida ambao mtumishi anahamishwa, hii ni kwamba tunaondoka kwa pamoja. Na kwa hivyo tunapofika kule kuna mazingira ambayo ni tofauti na mtu akihama mmoja. Na sababu na hilo, serikali iangalie namna ya kuwapa motisha wafanyakazi. Uamuzi wa kwanza ulipoanza kutekelezwa, yale maagizo ya kwanza ya baba wa taifa yalipoanza kutekelezwa, kulikuwa na motisha iliyotolewa kwamba watu watakaoenda kujenga kule makao makuu wataondolewa kodi ya vifaa vya ujenzi na kadhalika. Tukisema leo tunawapa wafanyakazi motisha ya kuondolea kodi vifaa vya ujenzi, inawezekana wakachukua vifaa vile lakini wasijenge, wakauza. Sasa mahali ambapo unamgusa mfanyakazi, mpunguzie kodi ya mapato ya mshahara, iwe ni sehemu ya motisha kwamba unampunguzia kodi ya mapato ya mshahara. Lakini jambo lingine ni kwamba ningeshauri sana serikali katika kutekeleza mpango huu ambao utaandaliwa, ielekeze kwamba TBC, NHC, TBA pamoja na wakala wa nyumba za watumishi, yani watumishi housing, waende Dodoma. Miradi mingine inaweza kusitishwa kwa muda iliyoko mikoa mingine, wakaenda kuwekeza nguvu pale Dodoma sasa hivi. Wajenge majengo ya ofisi, wajenge nyumba za kuishi. Mdau mwingine muhimu sana katika mpango unaoandaliwa, manispaa ya Dodoma na mkoa wa Dodoma kwa ujumla. Manispaa ya Dodoma kama itapokea mfano watumishi 100,000, jumlisha na familia zao, unazungumzia takriban watu 500,000 mpaka 600,000 ambao wataingia Dodoma. Lazima manispaa iwe imejiandaa kuwapokea watu hawa na kuishi nao. Kwa hivyo ni vizuri sana tunapoandaa mpango huu wa kwenda Dodoma, tusijifungie viongozi tu kwenye ofisi na kuandaa. Hapana, tuwashirikishe watumishi wa idara zote, tuwashirikishe uongozi wa manispaa, tushirikishe manispaa ya uongozi wa mkoa wa Dodoma, pamoja na kushirikisha, kwa maana ya kushirikisha uongozi wa mkoa wa Dodoma maana ni RCC usike. Kwa hiyo DCC pale Dodoma yusike, RCC usike. Na pia wawekezaji sasa, tuwashirikishe wawekezaji. Wako wawekezaji wa ndani na wa nje. Wale wa ndani ambao ndio tunao hapa, hususan wafanyabiashara, tuwaite, tuwashirikishe, watoe maoni yao ya kwamba wanafikiri mpango huo uweje. Na hiyo sheria pia ambayo tutatunga kwa ajili ya kutambua Dodoma kuwa makao makuu, iwashirikishe wadau hao. Tukifanya hivyo, mimi na hakika kabisa kwamba tutakwenda Dodoma na azma ya Mheshimiwa Rais ya kuhamishia makao makuu ya serikali Dodoma ndani ya miaka 4 itatekelezwa bila matatizo yote. Nawashukuru sana. Na familia ya wanasiasa hiyo ambayo haipaswi nayo kupuuzwa, manake wapo kama vyama 20 na kadhaa kwa sasa hivi. Kwa hiyo haipaswi kupuuzwa hata kidogo. Tumesikia maoni haya ya baadhi tu ya wanasiasa. Kwa maneno yake mwenyewe, mkuu wa nchi anasema baada ya miaka 4 na miezi 4 atahamia Dodoma. Si kwamba ni kesho au watu watakwenda kesho, ingawa serikali kuna kauli nyingine zinasikika hapo kando kwamba wanaenda nusu kwa nusu au watahamia awamu kwa awamu. Tuanze hapo mheshimiwa. Mimi kwanza nishukuru, nimesikia, lakini nimshukuru sana mkuu wa mkoa wa Dodoma, kafafanua kwa kina sana kiasi kwamba kwa mtu aliyepata nafasi ya kumsikiliza, unajua mimi naachwa, kwa hiyo wakati mwingine unakuwa huna maneno mengi sana. Lakini Dar es Salaam yetu hii baada ya miaka 15 ijayo inategemea kuwa na watu wasiopungua milioni 10. Na bado infrastructure tulionayo katika mpango wa mji wetu zaidi ya 80% jiji letu haijapimwa. Na ndio maana ukuta kuna changamoto ya maji, kuna changamoto ya barabara zetu, kuna changamoto kaza kwenye elimu, kwenye afya, katika mazingira mazima ya miundombinu. Na kwa mkoa kama Dodoma, kama alivyosema mkuu wa mkoa wa Dodoma, ni kwamba tayari wao plani zipo. Miaka nenda rudi, hata tulivyosikia kauli ya baba wa taifa. Kwa hata rais wetu, na ukirudia kwenye moja ya speech yake, alikuwa na kazia kwamba haiwezekani baba wa taifa, founder wa hili taifa hili, aseme alafu sisi watoto wake hatutaki hata kutekeleza. Maana yake
mijadala ishakuwepo, mikakati ishakuwepo, ushirikishwaji ushakuwepo. Umefika wakati wa kufanya. Na ndio maana rais akasema kwa miaka yake hii 4 iliyobaki, manake miaka 4, manake anatoa kama kwa kwenda kwa installment kwamba tutafanya, kuna wengine wataingia ifikapo 2020. Mimi na uhakika rais na kila kitu kitakuwa kimeshakaa mahala pale Dodoma pazuri. Lakini kwa upande mwingine ambapo nilikuwa jaribu kupiga mahesabu tu, ukiangalia sisi hapa Dar es Salaam, na nafikiri RC wa Dodoma amelisema vizuri, tuna takriban kila kilomita moja ya mraba wanakaa wananchi 3637 kilomita moja ya mraba, kwa calculation za watu milioni 5.4. Kwa tukienda kwenye milioni 10 tunayopigia mahesabu, manake huu mji haukaliki tena. Na ndio wakasikia kila siku watu wanauana kwa ajili ya migogoro ya nini? Ya ardhi. Kwa hiyo rais kwa kuamua kuhamisha mji, manake anapunguza kujaa watu kwenye eneo moja na kuleta matatizo ambayo hayastahili na kupanua uchumi uweze kwenda katika maeneo mengine. Mimi nakwambia kakaangu, utakuja kushangaa baada ya miaka 10 ijayo watu watakao kuwa mashuhuri katika jiji letu la Dar es Salaam, utamkuta ni waziri wa mambo ya nje, unaweza kumkuta ni waziri wa viwanda na biashara, unaweza kumkuta ni waziri wa fedha, kwa sababu watu watakao baki kujiuliza kodi shingapi, nataka kwenda nje nafanyaje, kwa sababu utakuwa ni mji kweli uliojaa wafanyabiashara nenda rudi. Lakini kikubwa ninachokiona katika zana nzima ya rais wetu ni kusogeza huduma kwa wananchi. Sasa master plan Dodoma, ambapo bado tunasikia pia kuna heka ya kuwa mimi ninunue kiwanja, sasa mji mkuu unakuja, mimi nifanye hivi. Mmejipangaje katika hili? Niseme tu CDA wamefanya kazi nzuri sana. Tayari wana master plan ya jiji la au mji wa Dodoma. Na kama nilivyosema pale mwanzoni, kwa sasa serikali ilikwisha kuwa Dodoma. Na wote mnafahamu katika kipindi cha budget muda wote wanakuwa Dodoma. Kwa hiyo wizara zina ofisi ndogo pale, mawaziri, manaibu wao, makatibu wakuu, ofisi zao wanazo. Hata makazi ya wao kuishi wanayo. Lakini mpango wa CDA ni kujenga mji rasmi wa serikali ambao utakuwa katika maeneo ya Kikombo. Na bado wanaendelea kupata ushauri wa hapa na pale. Kwa hiyo ili pia kukidhi mahitaji na idadi kubwa ya watu wanaokuja, CDA inalenga kuwa na mkakati wa kupima viwanja angalau 1,000,000. Lakini kwa sasa wanaanza na viwanja 100,000 ambavyo vitapimwa na kuwekewa mfumo mzuri, kila mtu aweze kupata kiwanja bila ya urasimu. Mtu akiwa Dar es Salaam atanunua kiwanja cha Dodoma akiwa hapa hapa, atakuja Nyali City kupata hati, akiwa Mbeya, akiwa Mwanza. Huu ndio mfumo ambao CDA wanajaribu kuufanya. Ukiachia hilo, TBA kwa mwaka huu watajenga nyumba 120 ili kusaidia watumishi ili waweze kuwa na makazi. Lakini National Housing nao wamekwisha tangaza, nao wanakwenda kujenga nyumba zaidi ya 100 mpaka 100 na kitu. Kwa hiyo nataka kusema kwamba hili la kusema kwamba tushirikishe, tayari ushirikishaji upo, na ndio maana kuna mwitikio wa taasisi na sekta za binafsi. Nafurahi kusema wako watu ambao wameshajitokeza katika private sector, kuna uwezekano wa kujenga kituo cha biashara. Yote haya ni katika kujipanga, na nimtoe tu wasiwasi Mheshimiwa Medei kwamba mpango tayari upo, ushirikishwaji upo, sasa ni utekelezaji. Sawa, watazamaji wetu, usiku huu katika safari ya Dodoma ni wenye dhamana katika serikali ya mikoa miwili, Dar es Salaam na Dodoma, ndio ambao wanazungumza. Tuwapumzishe kidogo ili wapate maji, na sasa ni swali kutoka mji mkuu Dodoma, na swali letu litatunukiwa zawadi na Chuo Kikuu cha Dodoma. Na swali letu la kwanza linauliza, medani yenye jina la mtu maarufu katika historia ya Tanzania iliyoko makao makuu ya nchi Dodoma inaitwaje? Soma swali hilo ambalo linapita hapo katika kio chako kwa sasa. Medani yenye jina la mtu maarufu katika historia ya Tanzania iliyoko makao makuu ya nchi Dodoma inaitwaje? Tuite katika 0222 77 24 52 hadi 54. Narejea tena, tuite katika 0222 77 24 52 hadi 54. Medani yenye jina la mtu maarufu katika historia ya Tanzania iliyoko makao makuu ya nchi Dodoma inaitwaje? Chuo Kikuu cha Dodoma kinakusubiri kukaribisha Dodoma kwa kukupa zawadi yenye taadhima kubwa.
Tufuate katika mawasiliano ambayo utayaona hapo katika kioo chako hivi punde, ambayo ni 0222 77 24 52 hadi 54. Tufuate hapo ujibu swali hili. Chuo Kikuu cha Dodoma kitakuwa cha kwanza kabisa kukaribisha Dodoma na kukupatia zawadi nzuri yenye mandhari kabisa ya mji mkuu wa Dodoma. Kumbuka kwamba chuo kikuu hiki ndio chuo chenye udahili mkubwa kabisa hapa nchini Tanzania. Naambiwa tu na msimamizi wa matangazo haya Mwasu Mpore kwamba tutakuwa na nafasi mwisho kabisa wa kipindi hiki kupiga simu moja kwa moja nayo ukamuuliza chochote mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam au mkuu wa mkoa wa Dodoma katika dhana hii ya makao makuu, ikiwa Dar es Salaam inawaga na mkoa wa Dodoma unayapokea makao makuu. Naarifiwa hapa na madhamana kwamba kwa vile muda unakimbia na nasubiri simu yako, simu ndio hiyo iliyopita hapo, na kusihi tu tufuate katika namba hiyo. Lakini sasa tunapunguza simu kutoka 5 hadi 4 kutokana na muda. Tutakuwa na simu 4. Kwanza ni hii. Karibu sana mtazamaji wetu. Karibu, na unatuita wapi? Naam, karibu sana. Sikiliza swali kwa makini. Medani yenye jina la mtu maarufu katika historia ya Tanzania iliyoko makao makuu ya nchi Dodoma inaitwaje? Sawa. Ile medani yenyewe, mandhari yenyewe ya eneo lile ndio medani kwa Kiswahili tunaiita. Sasa inaitwaje hasa? Medani yenye jina la mtu maarufu katika historia ya Tanzania iliyoko makao makuu ya nchi Dodoma inaitwaje? Yaani umekwenda hadi 55%. Hebu maliza vizuri, ujipatie zawadi kutoka Chuo Kikuu Dodoma. Kwa vile namba yako imerekodiwa hapa, naomba tutakufikiria baada ya kupokea simu nyingine 3 tuone nini watafanya. Tunaweza tukakufikiria mtazamaji wetu. Kumbuka wasemaji wetu huku ni ile dhana iliyotembea katika maneno kabisa ya serikali vijana. Tunaye bwana Paul Makonda, mmoja kati ya vijana mahiri sana ambao wanaongoza jiji la biashara hili la Dar es Salaam, akisema kwa heri serikali hii ya awamu ya 5, na Jordan Lugimbana naye ni katika wafanya siasa vijana kabisa ambaye atakuwa na kazi ya kupokea makao makuu ya nchi. Tuna simu nyingine 3 kutokana na muda. Kumbuka swali hilo na litaletwa hapo katika kioo chako. Hebu tujumuike na mtazamaji wetu. Tafadhali sana usiku huu, hebu jibu hili swali kwa vile jina lako na namba yako imekwisha rekodiwa. Inaitwa Nyerere Square. Shukrani sana. Medani yenye jina la mtu maarufu katika historia ya Tanzania iliyoko makao makuu ya nchi Dodoma inaitwa Nyerere Square au medani ya Nyerere. Shukrani sana, na bila shaka namba yako hii imerekodiwa mapema kabla ya kuzungumza hapa moja kwa moja, na tutawasiliana na wewe baadaye baada ya kipindi kuona kwamba Chuo Kikuu cha Dodoma kinakukabidhi hii zawadi nzuri kabisa, na bila shaka itakuwa ni zawadi yenye kusisimua kabisa. Asante sana. Shukrani sana kwa kushirikiana nasi. Hebu tuwasikie baadhi ya wanasiasa wengine ambao wamepata nafasi kidogo ya kulizungumza swali hili la kuhamia Dodoma kabla hatujaendelea na wageni wetu. Nakukumbusha tu kwamba tukiwa tunakwenda katika hatamu ya mwisho ya kipindi hiki, utapata nafasi wewe Mtanzania popote pale ulipo kuuliza swali lolote kwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam akiwa anasema kwa heri makao makuu ya nchi, na mkuu wa mkoa wa Dodoma akisema karibu makao makuu ya nchi. Naam, tusikilize kauli za wanasiasa tena tafadhali sana. Nashukuru sana kwa kunikaribisha kwenye kipindi hiki ambacho kinajaribu kutoa elimu kwa Watanzania kwa nini serikali imeamua kuhamia Dodoma hasa kwa sasa hivi. Kwanza niseme wazi kwamba kama ambavyo wameshasema wengine katika kipindi hiki kwamba uamuzi wa kuhamia Dodoma ulifanywa miongo minne iliyopita, karibu miaka 40. Kwa kweli sio uamuzi mpya, ni uamuzi ambao ulifanywa na sababu zilitolewa vizuri sana.
zikiwepo sababu za kiusalama, na nadhani kwa sasa zimeongezeka zaidi sababu, hasa kuzingatia ukubwa wa jiji la Dar es Salaam. Jiji la Dar es Salaam limekuwa idadi ya watu imeongezeka sana, na msongamano umekuwa ni mkubwa, miundombinu imezidiwa kwa kila hali. Kwa hiyo zile sababu za awali bado zipo nadhani, japokuwa sio kubwa, lakini hii sababu ya pili na yenyewe ni sababu kubwa ambayo kwa kweli miji mingi duniani ilihamishwa, miji mikuu ilihamishwa kwa sababu hii ya idadi ya watu kuongezeka na miundombinu kuzidiwa. Lakini nadhani vile vile Tanzania ina bahati mbaya kwamba shughuli nyingi za kiuchumi zinaelekezwa Dar es Salaam na mikoa michache kama Arusha, Mwanza na mingine. Kwa hiyo Dar es Salaam imeendelea kubaki kama kituo kikubwa cha mambo yote muhimu katika nchi, ikiwa mambo ya kiserikali, mambo ya biashara na mambo mengine. Kwa hiyo uamuzi wa kuhamia Dodoma unazidi kuwa mkubwa zaidi, na nadhani itasaidia kwanza kulifanya jiji la Dar es Salaam lipumue kimiundombinu, kiidadi ya watu, na kupunguza msongamano ambao tunaushuhudia katika jiji la Dar es Salaam. Lakini pili, inasaidia kusambaza huduma. Badala ya huduma zote kuelekezwa Dar es Salaam, unapopeleka Dodoma, na Dodoma kwa sababu ni katikati, maana tayari Singida na Afrika, Iringa na Afrika, Tabora na Afrika. Kwa hiyo ni kitu kizuri, ni hatua nzuri ya kusambaza huduma, lakini pia hatua nzuri ya kusogea kwa wananchi. Kwa hiyo sababu za kuhamia Dodoma kwa sasa hivi ni kubwa zaidi. Kwa hiyo hoja tu inayobaki hapa ni kwamba lini kuhamia. Huko nyuma serikali ilishindwa kutekeleza uamuzi huu, pamoja na kwamba iliweka mamlaka ya kuhamia Dodoma. Imekuwepo pale kwa miaka yote tangu uamuzi ulipofanyika, lakini nadhani utekelezaji umekuwa ukienda kwa kasi ndogo, na hali ya awali ilikuwa ni kwamba mpaka Dodoma ikamilike ndipo watu wahamie, na imechukua hiyo safari ya miaka 40. Kuna kipindi inashika kasi, kuna kipindi inakwenda chini. Bahati nzuri sasa hivi Rais Magufuli na serikali yake wameamua kuhamia Dodoma, na nadhani ametamka akiwa serious kidogo, na kwa uzoefu wa utawala wake miezi 6, 7, 8 madarakani, mambo mengi ambayo amekuwa akiyatamka yamekuwa yakitekelezwa. Kwa hiyo hili na lenyewe nadhani kwa safari hii ni serious kwamba litatekelezwa, na alikuwa ametoa kipindi cha miaka 4 mpaka 5 serikali nzima iwe imekwisha kuhamia Dodoma. Na katika hali ya kawaida mimi falsafa yangu ni kwamba iwe ni kama tunavyojenga nyumba. Watu wengi Dar es Salaam hapa na nchini wanahamia huku wakiendelea kujenga, sio kama wanasubiri nyumba imekamilika yote ndio wanaanza kuhamia. Kwa nadhani ndio falsafa ambayo Rais Magufuli ameichukua. Wenzake nyuma waliona kwamba mpaka nyumba ikamilike kabisa ndio tuhamie. Yeye ameona kwamba tunaendelea kujenga nyumba, tunahamia. Leo tunakaa hapa, tunasogeza kochi, tunajenga mpaka itakapokamilika tukiwa ndani. Na kipindi cha miaka 4, 5 nadhani kipindi ambacho ni kizuri. Na tuamini kwamba serikali yake itakuwa inajipanga katika kutekeleza hilo. Lakini lazima tuweke angalizo kwamba sijui utekelezaji wa serikali unavyokwenda, kwa sababu baada ya rais kutamka hili, ghafla tukaona mawaziri mimi naenda kesho, ikawa kama ni mashindano. Lakini nadhani wangefanya utaratibu mzuri wa kuhamia Dodoma, kwa sababu hatuhamishi mizigo tu, tunahamisha watu, tunahamisha familia. Kuna mambo mengi yanatokea hapa. Kwa hiyo ni muhimu jambo hili lisifanye kama dharura. Aliwezi kuwa na dharura. Muda ambao rais ametoa miaka 4 ni muda mzuri. Zile wizara ambazo zipo tayari zihamie, zile ambazo zinahitaji maandalizi zaidi zipewe fursa za kujiandaa. Yani isitokee ile ikawa kama vile sasa tupo katika vita au tupo katika wapi tunahamia ghafla. Na mwisho, serikali inawajibika. Huko nyuma uamuzi huu ulitolewa maelezo marefu sana kwa kina, na serikali yenyewe inawajibika kuendelea kutoa maelezo mara kwa mara kwa wananchi ili waweze kuelewa kwa njia mbalimbali. Ni vizuri kwamba mmeonyesha kipindi hiki cha TBC, nafikiri kitasaidia sana. Naam, Dr. Kitila huyo akiwakilisha pia jamii kubwa ya kariba ya wanasiasa. Tukirejea wasemaji wetu hapa, Paul Makonda na Dar es Salaam yake inaaga makumi ya familia, itampa tahafifu kidogo,
Lakini pia tukirejea tena Jordan Lugimbana na Dodoma yake, makao makuu sasa ina meza makumi ya wanafamilia. Itahimili hilo? Safari ya Dodoma ikidhaminiwa kwa udhamini mpana kabisa na TRA. Karibu. Majani ya chai. Hapa. Wapi risiti? Nakupatia change, unataka nikupe tena na risiti? Naomba visa yangu. Naomba madaftari mawili makubwa. Naomba risiti. Na wewe tena unataka risiti? Mange nisaidie area kubwa. Mimi napenda watu kama nyinyi. Saidia na risiti ndugu. Mimi siuzi risiti hapa, mimi nauza bidhaa sawa. Sijaja kucheza hapa mjini mimi. Mbona mnachegua akili yangu nyinyi? Hebu naomba mpishe huyo mtoto hapo, nataka nimsikize mteja ambaye anaeleweka. Naomba chikuti na risiti. Nimeangalia kwenye TV ambayo inasema ulipe na risiti. Ukienda dukani omba risiti. Tumeshtuka bwana. Duka gani unauza bidhaa bila risiti? Tumeshtuka. Yerewe. Asi nitafanyaje kwa kweli kila mmoja anataka risiti humu ndani? Unataka nini mtoto? Biskuti na risiti. Ukiuza, toa risiti. Ukinunua, dai risiti. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Mamlaka ya Mapato Tanzania, TRA. Pamoja tunajenga taifa letu. Mwenyeji wako mkubwa zaidi ni Mheshimiwa Paul Makonda. Karibu sana. Asante. Mimi nashukuru tu. Kwa ufupi ni kwamba mimi na wakuu wangu wa wilaya pamoja na watumishi wote wa serikali ya mkoa wa Dar es Salaam tuna mipango mingi sana ya kupanga huu mji ili uweze kufanana na ile hadhi ambayo Mheshimiwa Rais ametupa. Mojawapo, wanapoondoka hawa ndugu zetu kuhamia Dodoma, sisi tunapata wasaa, kwa sababu tunaamini hata maeneo ya majengo mengi ya serikali ambayo Mheshimiwa Rais anasema yataondoka yatanunuliwa na watu kwa ajili ya kuwa mahoteli. Lakini pia tunaamini tuna fukwe nyingi. Lakini bado pia kuna baadhi ya mambo yamekuwa kero kwa wananchi. Mojawapo ilikuwa ni kujenga katika maeneo ya wazi. Watu wameamua kujichukulia maeneo ya wazi wanajenga, watu wameamua kuchukua maeneo ya makazi wanaweka magereji, watu wanaweka mabag. Kwa hiyo sisi tunapata nafasi nzuri zaidi ya kupanga sasa mji wetu kwa namna ambavyo nisha kusema kipindi cha wakati nateuliwa hapa naongea na vitu wa mitaa, kwamba lazima uwepo utaratibu. Mtu akitaka kutengeneza gari lake anajua anaelekea wapi. Sasa kitendo cha watu wachache, naita wachache kwa sababu watumishi wa serikali sio wengi sana katika mkoa wangu, watakaoondoka watatupa sasa fursa ya kutimiza ile ndoto yetu, ili hata rais akikaa baada ya muda fulani akirudi Dar es Salaam asema huu ndio mji nilioacha, apate imani pia na furaha ya wale watu walioachia kufanya kazi ya kutengeneza mji wake katika sura na taswira anaotaka kujenga. Sasa Mheshimiwa Jordan, manake inakisiwa tu kwa hatua ya mwanzo kama familia ya watu kama 128,000 hivi unataraji uipokee pale Dodoma. Karibu sana. Ni kweli, na kama nilivyosema, CDA walikwisha kufanya kazi nzuri sana ya kupanga kila huduma ikae wapi, nani afanye nini. Kwa mfano, katika master plan ya mji wa Dodoma, maeneo yote ya kufanya shughuli kama hizi za biashara ya supermarket au malls imetengwa, ipo rasmi. Tuna maeneo hayo 50. Kwa tumetumia fursa hii ya sasa ujio wa serikali kuwataka private sector kupitia baraza letu sasa lile la biashara la mkoa kuwa ndio jukwaa la kualika wengine kwa ajili ya uwekezaji. Sio hilo tu, njia zote sasa usafirishaji katika mji wa Dodoma tunaziangalia upya. Vituo vyetu kuwa na stendi kubwa pia za usafiri zinazoingia na kutoka Dodoma. Kwa mfano, tunataka hii barabara kuu ya kuja Dar es Salaam iwe na kituo kikuu cha basi. Hii inakwenda Iringa, Mbeya pia vile vile. Hii inakwenda Singida hivyo. Yote kutoondoa msongamano katika eneo moja. Lakini pia lile la kwanza nilizungumza kwamba viwanja vyote, mji wote umepimwa. Kwa hiyo hakuna anayeruhusiwa kufanya vinginevyo. Hata mfumo sasa wa upatikanaji wa viwanja hivyo kwa ajili ya shughuli mbalimbali upo rasmi, na CDA wako katika hatua za mwisho kutangaza ili watu wote waweze kuufuata. Kwa maana hiyo, sisi kwa Dodoma tumeshajifunza maeneo mengine walifanya nini na changamoto zilikuwa nini, na tumetumia fursa hiyo kujipanga. Tuko vizuri. Asante, tupo vizuri. Chuo Kikuu cha Dodoma kinakukaribisha tena na kinasema kwamba waheshimiwa hawa wawili kidogo wapumzike. Sasa ukaribishwe na Chuo Kikuu Dodoma. Na swali letu la pili litakuja punde hivi. Linasema mataifa gani mawili ya kigeni ya mwanzo kuitikia wito wa kufungua ofisi zao za diplomasia
makao makuu Dodoma. Tazama hii swali hilo ambalo linapita hapo kwenye kio chako. Mataifa gani mawili ya kigeni ya mwanzo kuitikia wito wa kufungua ofisi zao za diplomasia makao makuu Dodoma? Manake hili swali linaleta tafakari kubwa kwa Mheshimiwa Jordan Lugimbana. Sasa diplomasia unaanza kuzipokea Dodoma na zinaanza kumtoweka taratibu. Mheshimiwa Paul Makonda, utapungua kidogo mheshimiwa, manake unajua ile kutembea na bendera na raha zake. Na hebu tufuate katika namba hizo. Chuo Kikuu cha Dodoma kiko tayari kabisa kukaribisha Dodoma. Tufuate katika 0222772452 hadi 54. Tunasubiri hapa. Na kuna mtazamaji wetu. Kwa vile namba yako imesha rekodiwa, karibu sana kujibu swali. Karibu. Umesikia vizuri swali au unanipa nafasi ya kurejea tena? Naam, karibu, tafadhali endelea tu. Nimenisikia swali ni Uganda na Nairobi. Naam, Uganda na Rwanda. Ndugu yangu kidogo umekosea, samahani, lakini hata hivyo RC Lugimbana ananiambia hata kuacha kwenye safari ya Dodoma. Bado kuna simu nyingine 3 za kujibu swali hili. Kumbuka tu kwamba mwisho kabisa wa programu hii tutatoa nafasi maalum kwako wewe Mtanzania kupiga simu kumuuliza swali lolote lenye staha na lenye mwelekeo mzuri kabisa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, ambaye usiku huu anatumia kusema kwa heri serikali hapa Dar es Salaam, na pia mkuu wa mkoa wa Dodoma ambaye anatumia usiku huu mbele wa Tanzania kusema karibu serikali katikati ya nchi. Bado tuna simu nyingine 3 kwa mujibu wa wenye dhamana ya matangazo haya hapa studio. Swali letu linauliza na litapita hapo mbele yako sasa hivi. Linasema, mataifa gani mawili ya kigeni ya mwanzo kuitikia wito wa kufungua ofisi zao za diplomasia makao makuu Dodoma? Hapa ni shirika lako la utangazaji la taifa. Karibu sana. Ndio. Karibu kujibu swali. Nilikuwa nataka nijibu swali. Karibu sana ndugu yangu. Karibu, usitufuate kupitia matangazo yako ya televisheni hapo nyumbani. Zungumza, tunakusikia tafadhali ndugu yangu. Nilikuwa nataka nijibu swali ile ambalo limeulizwa, mataifa gani yameitikia wito wa kuhamia Dodoma. Karibu sana, karibu. Ni taifa la Kuwait na China. Asante sana ndugu yangu. Namba yako imerekodiwa vizuri kabisa hapa, tutawasiliana na wewe baadaye kidogo ili kuweza kujipatia zawadi. Asante sana. Ni kweli mataifa ya Kuwait na China, ndio bwana? Ndio, kweli sahihi. Mmewapa tayari ardhi? Zimeshatengwa kwa ajili ya balozi zote ambazo ziko nchini. Sawa sawa. Na bila shaka ni mtazamaji wetu huyu ambaye amejibu sahihi, na hivi sasa bila shaka simu yake imerekodiwa na baadaye tutawasiliana naye. Kumbuka kwamba TRA inatuwezesha kusafiri na wewe kwenda Dodoma, na tutasafiri na wewe hadi siku Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atakaponyanyuka kutoka Dar es Salaam kuelekea pale Dodoma, na sasa shughuli zikianzia pale mkoani Dodoma. Mheshimiwa, kwa muhtasari, nini unapenda mwananchi ajue katika kumpunguza joto hili? Manake bado kuna hasa hawa karibu ya wafanya biashara wanadhani kama ni kupungukiwa kwa hali fulani hivi. Hapana, wasio na hofu yoyote ile. Kutoka hapa kwenda Dodoma hata kwa gari sio zaidi ya masaa 6 unafika, na ninajua wafanya biashara na baadhi ya watu wengine ni kwa ajili ya kwenda kwenye maofisi, wana vikao na mawaziri, wana nini. Rais wetu amefanya utaratibu mzuri sana, kama ambavyo amesema mkuu wa mkoa wa Dodoma, ni kwamba uwanja pale unajengwa. Tuna ndege ambazo rais wetu tayari ameshahangaika kuhakikisha kwamba serikali inakuwa na ndege yetu, maana yake tutakuwa na ndege zetu ambazo tutakuwa tunakimbia Dodoma pale. Ni moja ya kuchangia pia pato kupitia usafiri wetu. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine wawe na amani kabisa. Dar es Salaam bado itabaki kuwa kitovu cha biashara, ni jiji linaloongoza kwa ubunifu, unaishi kwa akili zaidi kuliko nguvu. Kwa namna moja au nyingine Dodoma watakwenda, watakutana na viongozi,
watarudi kwenye mji wao, wataendeleza shughuli zao kama kawaida. Kikubwa tu kama nilivyosema mwanzo, ni ile hali tu ya kuona rais anaondoka. Wakati wengine hata hujawahi hata kwenda Ikulu pale, lakini unahisi tu kwamba rais akiondoka labda sasa hivi rais hatunaye hapa. Inakuja ile. Rais hatuko naye hapa. Lakini swala la ulinzi wa usalama liko pale pale, mji wetu utaendelea kuwa salama. Sambamba na hilo, fursa zile zote za kibiashara, za kiuchumi zitaendelea kuwepo. Na kama unavyofahamu, kwa kuwa na bandari kubwa Dar es Salaam, bado tuna nchi zaidi ya 7 zinazotegemea kupitisha mizigo yake katika bandari yetu. Kwa shughuli zote zile za kiuchumi zitaendelea. Kikubwa wanachotakiwa kufurahia ni kwamba wanaachiwa mji wa utengeneze ufanane na majiji makubwa duniani kwa faida yetu sisi wenyewe, hasa tukizingatia na usafi wa mji wetu. Sawa, line zetu ziko wazi. Unaweza kunisaidia shughuli hii kama wewe ni Mtanzania kabisa, hata ukiwa nje ya Tanzania. Piga namba ambayo utaiona hapo hivi sasa hivi kumuuliza swali lolote kuhusu mji mkuu Dar es Salaam kwenda Dodoma. Mheshimiwa Jordan Lugimbana anayemwakilisha rais katikati ya nchi pale Dodoma, na Mheshimiwa Paul Makonda. Mimi nasema ni kati ya wafanya siasa vijana kabisa ambao wamepewa hizi dhamana na ni dhamana nzito kabisa. Piga simu namba hiyo hapo unaiona 022 277 24 52 hadi 54. Waulize swali lolote na hasa wenyeji wa Dodoma na Dar es Salaam. Mnaweza hata jamani, swali la uchafu uliokithiri Dar es Salaam, ndio mji mkuu huu ambao serikali na hama. Mheshimiwa Paul Makonda yupo hapa. Kwa hivyo mnaweza watazamaji mkafuata hiyo namba hapo. Namba yetu sasa iko wazi kwa muda wote huu uliosalia, tukiwa tunasubiri simu. Mheshimiwa, tunaiangalia tu ramani ya Dodoma, labda kwamba wakati unatengenezwa mji mkuu Dodoma, labda barabara hizo zilikuwa nyembamba na kadhalika. Sasa hivi tumezoea majiji yenye mabarabara ya juu kwa juu, magari ya kasi haya na nini sijui vipi. Unazungumziaje kuhusu hizo? Katika hilo pia kama nilivyosema pale mwanzoni, tumejipanga. Kwa mfano, SMATRA hivi sasa wanajaribu kuweka utaratibu mpya ambapo utawapanga wenzetu wa bodaboda, wenzetu wa bajaji, wenzetu wa daladala, hata na teksi, namna ya kutoa huduma zao, lakini pia waishie katika maeneo gani. Lakini kwa kutumia changamoto ambazo zimetokea katika miji yetu mingine, hata sisi pia kwa upande wa Dodoma sasa tutaweza kukaribisha mabasi makubwa. Japo hatutaanza kwa njia maalum kama ilivyo kwa mwenzangu wa mkoa wa Dar es Salaam, lakini tutaanza kuyaruhusu mabasi makubwa ili yaweze kuchukua idadi kubwa kuingiza mjini na kuweza Yatabadilika mabasi yenyewe au ndio aina haya? Inaweza kuwa ni hii, inaweza kuwa tofauti, lakini kikubwa yawe na uwezo mkubwa wa kuweza kuingiza idadi kubwa na idadi kubwa kutoka. Kwa ufupi, kila kitu kinapangwa kuhimili ujio wa idadi kubwa na mji mkuu. Namba yetu iko hapo kwenye kioo, unaweza ukatufuata kuuliza swali, lakini pia tunapatikana katika Facebook. Christopher Kasim Malanji, mheshimiwa, yeye anajipambanua hapa kama ni mkazi wa Kinondoni, anauliza majengo ya serikali yaliyopo Dar es Salaam yatatumika kwa kazi gani, Mheshimiwa Paul Makonda? Hebu tumpe nafasi ya simu alafu tumjibu Christopher. Kwenye simu, karibu sana. Asante. Uko wapi? Tafadhali nenda kwenye swali. Mimi naitwa Yasmin Bakarinyani. Naam. Naongea nikitoka Dodoma. Karibu sana. Naongea nikiwa Dodoma. Karibu. Nataka nimuulize mswali Mheshimiwa Lugimbana. Endelea. Swali langu ni kwamba nina maeneo mawili. Karibu sana, endelea. Nina maswali mawili. Endelea. La kwanza ni kuhusu watumishi ambao wako sasa hivi manispaa ya Dodoma. Ni namna gani anajiandaa kwa ajili ya kuwapatia makazi, kwa sababu wengi wao wako kwenye nyumba za kupanga. Angeweza kulifikiria hilo kwamba awape kipaumbele hao watumishi ambao wako kwenye taasisi za serikali. Alafu swali la pili, tumeona changamoto iliyopo mkoa wa Dar es Salaam, zile ofisi kukaa sehemu moja, posta. Kwa vile kutoka asubuhi watu wanakwenda maofisini kupata huduma au kazini, msongamano unakuwa mkubwa sana. Na hapa ameainisha kwamba ametenga maeneo ya Kikombo kwa ajili ya ofisi za serikali, kwa ajili ya kutatua hiyo kero ambayo ilikuwa Dar es Salaam isijitokeze tena hapa manispaa ya Dodoma.
amejipanga vipi. Asante sana Dodoma, na kusihi uwe na muda mfupi sana wa kutumia mtazamaji kwa ajili ya kupiga simu. Tuanze na Mheshimiwa Lugimbana. Mfumo unaowekwa sasa wa upatikanaji wa viwanja utahusisha Watanzania wote, lakini pia hata walioko Dodoma nao watapewa kipaumbele, wakiwemo hao wa manispaa, wakiwemo wote hao pamoja na watumishi wote wanaokuja katika kupitia katika wizara zao mbalimbali. Nimeshapokea tayari orodha ya watumishi kutoka Wizara ya Kilimo. Kwa hiyo tunakaribisha wengine mbalimbali ili CDA ichukue nafasi yake. Sawa. Katika Facebook Christopher anauliza majengo mtayafanya nini? Majengo rais alishatoa maelekezo. Kwa sababu majengo ni mali ya serikali na serikali itaamua kwa matumizi ya kutumika, kama ni kupangisha watu wengine walipe kodi, kama ni kuyauza na kupata pesa kwa ajili ya kwenda kuwekeza Dodoma, ni maamuzi ya serikali kutokana na mahitaji ya sasa na mahitaji ya baadaye katika mji wetu mkuu wa Dodoma. Lakini sambamba na hilo, niongezee tu hapa, sisi nafikiri katika watu wanaotakiwa kumshukuru sana na kumwombea Rais Magufuli ni wana Dar es Salaam. Sababu pamoja na kwamba anahamisha makao makuu, lakini bado flyover na Tazara inajengwa. Bado daraja la kutoka Coco Beach kwenda mpaka Gakani pale. Na leo nilikuwa na balozi wa Korea ambao kuanzia mwakani wajenga ni kilomita 1, achilia mbali zile mita 360 za pale Kigamboni. Lakini bado tuna hizi ring road, ukiangalia Ubungo, ukiangalia hapa Mwenge, bado tuna mwendo kasi. Na hivi juzi alikuwa anaongea na waziri mkuu wa India kuona namna gani tunaingiza treni, usafiri wa treni wa kisasa zaidi. Achilia mbali usafiri ambao tunaendelea nao kupitia railway kuhakikisha kwamba wananchi wa Pugu na wananchi wa Ubungo Maziwa wanapata fursa hiyo. Lakini bado tunamtegemea kuwa na boti itakayoweza kutoka pale feri kwenda moja kwa moja mpaka Mtoni Kijichi. Na wakati huo wale wa Mtoni Kijichi maana yake Mbagala wote wananufaika na magari ya mwendo kasi kwa mradi wa awamu ya pili, achilia mbali ya Ubungo, achilia mbali upande wa pili wa Mwenge, achilia mbali upande wa pili wa Kawe. Kwa namna moja au nyingine Dar es Salaam pamoja na kwamba rais anaondoka kwa kuhamia makazi Dodoma makao makuu, lakini bado tumenufaika maradufu na mipango yake ya kuendeleza jiji letu la Dar es Salaam haijaisha. Juzi hapa kuna zaidi ya milioni 500 USD amezipokea kwa ajili ya maji. Dar es Salaam imepewa kipaumbele. Na ndio maana hata waziri wa maji anahangaika kwa sababu sisi kwenye sewage system kakangu Lugimbana ametuzidi sana. CDA walipanga zamani. Dar es Salaam ndio mji ambao ni 20% tu ndio na mfumo wa maji taka. 80% zote hatuna mfumo wa maji taka kwa sababu pia mji wetu haujapangwa vizuri. Jambo ambalo unajua moja kwa moja ukienda airport pale, airport inayopanuliwa hii ya kwetu hii Airport International na hii nyingine inapanuliwa. Upande wa pili ndugu zangu wale majumba 6 kuja huko Kipawa kuendelea nao wameshaingia kwenye mradi mpya ambao imeshatengenezwa master plan nyingine kubadilisha taswira ya huko. Kwa hiyo bado Dar es Salaam pamoja na kwamba rais atatuacha kwa muda, mimi najua tu kwa sababu ni kwenda na kurudi kama anavyotembelea kwenye mikoa mingine, lakini ameuacha mkoa wa Dar es Salaam katika taswira kubwa nzuri na ni jiji la kimataifa. Jambo ambalo hata watu wote katika mikoa yote Tanzania watakuwa kuja Dar es Salaam kuja kutumia pesa zao. Na mimi naamini tutapokea kwa mikono miwili. Sawa. Swali kwa Mheshimiwa Jordan Lugimbana. Paul Sudai anasema Mheshimiwa, CDA wanafanya kazi kwa mazoea sana. Unaliona hilo? Yako malalamiko na changamoto kubwa sana ilikuwepo nimekuta mkoa wa Dodoma juu ya uhusiano wa CDA na wananchi. Na moja jukumu ambalo mkoa sasa umeamua kulichukua ni kuondoa changamoto hiyo. Migogoro yote ya ardhi iliyokuwepo. Tumeshaunda kikosi kazi kinasimamia kukutana na kila mwananchi moja na kutatua matatizo. Lakini CDA nao sasa wamejipanga ili kukabiliana na kasi iliyopo na kutoa matumaini, lakini pia na kuhakikisha kwamba kile kinachotegemewa kupatikana kwa ajili ya wananchi kinakwenda sambamba kwa wakati uliopo. Kuna nafikiri alikuwa anasema kwamba watu hawa wanafanya kazi lakini bado labda wajenda na kasi ile inayotakikana ya areserema. Kwa mtazamo wangu kwa hali ya sasa tunakuwa na sambamba. Na kwa hali ya sasa na hakika hili ambalo liko mbele yetu wana uwezo mkubwa wa kuweza kulifanya. Mheshimiwa, safari hii itadumu ikidhaminiwa na TRA hadi rais atakapotoa mguu Dar es Salaam kwenda Dodoma. Kwa hivyo bila shaka tutakuwa na nyie kwa wakati kadha wa kadha kwa ajili ya kutoa maelekezo na ufafanuzi mbele ya wananchi. Asante kwa kuwa mbele ya Watanzania, mwenyeji wa makao makuu ya Tanzania Dodoma, Mheshimiwa Jordan Lugimbana. Asante kwa kusema kwa heri makao makuu ya Tanzania, Mheshimiwa Paul Makonda, na kupa nafasi ya mwisho kabisa. Kuifungua Dar es Salaam ndio kuifungua nchi nzima, Mheshimiwa Makonda.
Mimi nakushukuru wewe, nashukuru watu wa TRA kwa kudhamini kipindi muhimu kama hiki. Lakini pia namshukuru kakaangu Jordan Lugimbana. Unajua huyu ni mlezi wangu mimi. Amenilea nikiwa chuo, amenikabidhi ofisi nikiwa mkuu wa wilaya. Nafikiri aliniacha pazuri, ndio maana hata nimepata baraka za kuendelea kupanda. Wa Dar es Salaam tusiwe na hofu. Lazima tufanye kazi, ndio jambo kubwa. Maendeleo hayaletwi na mabadiliko ya rais kuwepo au kutokuwepo. Maendeleo yanaletwa kwa watu kufanya kazi. Akisema hapa kazi tu, kila mmoja awajibike kwa nafasi yake, tuna uhakika kila mahitaji tutaweza kuyapata kwa wakati na mafanikio ya taifa letu. Wasiwasi kwa Hamia Dodoma, karibu. Nikushukuru pia na wewe pia kwa nafasi ulionipa na TRA ambao wamedhamini kipindi hiki, lakini nimshukuru mwenyeji Mheshimiwa Paul Makonda kwa kunialika na kutaka tufanye kazi pamoja. Ndio team spirit ya serikali ya Magufuli, kufanya kazi pamoja. Lakini niwahakikishie tu kwamba wananchi wa Dodoma, la kwanza, wasiwe na wasiwasi. Hakuna atakayesogezwa, hakuna atakayepanguliwa, hakuna atakayenyang'anywa chochote. Bali kwao sasa ni fursa. Waendelee kujipanga kufuata taratibu ambao tunaweka, ina wao wawe sehemu ya mabadiliko haya makubwa yanayokuja. Lakini Dodoma ni Watanzania wote. Serikali inakuja kuendelea na huduma yake kwa Tanzania wote. Niwahakikishie hili alilolianzisha Mheshimiwa Rais litatekelezeka. Asante sana. Mimi mwenyeji wako nilikuwa ni Marin Hassan Marin kwa niaba ya shirika la utangazaji la taifa. Asante sana mamlaka ya TRA kwa kutusafirisha katika safari ya Dodoma. Asante sana. Wapi risiti? Nakupatia change, unataka nikupe tena na risiti? Naomba visa yangu. Naomba madaftari mawili makubwa. Naomba risiti. Na wewe tena unataka risiti? Mange nisaidie area kubwa. Mimi napenda watu kama nyinyi. Saidia na risiti ndugu. Mimi siuzi risiti hapa, mimi nauza bidhaa, sawa? Sijaja kucheza hapa mjini mimi. Mbona mnachegua akili yangu nyinyi? Hebu naomba mpishe huyo mtoto hapo, nataka nimsikize mteja ambaye anaeleweka. Naomba chikuti na risiti. Nimeangalia kwenye TV ambayo inasema unipe na risiti. Ukienda dukani omba risiti. Tumeshtuka bwana. Duka gani unauza bidhaa bila risiti? Tumeshtuka. Yerewe. Asi nitafanyaje kwa kweli kila mmoja anataka risiti humu ndani? Unataka nini mtoto? Biskuti na risiti. Ukiuza, toa risiti. Ukinunua, dai risiti. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Mamlaka ya Mapato Tanzania, TRA. Pamoja tunajenga taifa letu.